na washukuru kwa sababu ya kuwekeza katika watoto wetu, kwa sababu nguvu yetu kama jamii na kama taifa iko katika hawa watoto kama watapata elimu nzuri. Asanteni sana, mjikaze, na wale ambao tumeketi hapa sote ambao ni viongozi, tuko hapa kwa sababu wazazi wetu walijinyima raha na wakatumia pesa kidogo kutupeleka shule. Kama sio shule, sisi hatungekuwa na nafasi ambazo tuko nazo siku ya leo. Aheshimiwa babo kuona MCS na ajumbe batwekete atongoria nonto asiari bao ibarutire mbesha na kubatetheria nikenda bona kithomo. Kwa hivyo asanteni sana wazazi ambao mmejitahidi ili watoto wetu wapate elimu. Jambo la tatu, mimi naomba tuendelee kukaa kwa umoja kama jamii yetu ya Wameru. Na mimi nasema hivyo kwa sababu nimeona katika wiki ama miezi ambayo imepita tumekuwa na mambo ambayo yametusumbua hapa ya kisiasa. Naomba ya kwamba mambo hayo yatatuliwe ili tuwe na umoja na mshikamano, na tusiwe watu wa kuwa na misimamo mikali sana, kwa sababu ili kujenga jamii hii yetu na kujenga hii kaunti yetu lazima tuwe na umoja wa jamii yetu. Jambo la 4 ni kwamba mheshimiwa, kuna yale mambo ambayo amenikumbusha, moja ikiwa ya barabara yetu hii ambayo inatoka hapa kuteremka Kagaene kwenda Mamwankame Omponi, na ile barabara ingine amesema ya kuteremka upande wa Mikindori mpaka kule sehemu za Tharaka. Mimi nataka niwahakikishie kwa niaba ya serikali wakati huu, kwa sababu Mungu ametujalia tumepata serikali ambayo inasikiza wananchi na inasikiza viongozi ambao wamechaguliwa na wananchi. Safari hii nataka kuwahakikishia kwa niaba ya serikali tutasukuma, mimi na mjumbe wenu na viongozi wale wengine, tukiwemo na ndugu yangu Waziri Mithika Linturi ambaye anatoka sehemu hii, tuhakikishe hizo barabara zimewekwa lami. Vile vile Mheshimiwa Mutunga ambaye ni rafiki yangu mkubwa na rafiki ya hao viongozi wote unaona hapa, ameniambia ya kwamba kuna mahitaji ya sisi kuendelea kusaidia ile ofisi yetu iko pale Uru. Na mimi nataka nitangaze ya kwamba Wizara ya Usalama itatoa shilingi milioni 10 ya kumalizia hiyo ofisi, ili ofisi ikae kama ofisi mzuri ya DCC. Si namna hiyo? Na Mheshimiwa Mutunga, unajua vile tumekubaliana tutajenga hiyo ofisi. Tukikamilisha, kuna ile ombi ambao mmeomba hapa Tigania West ili tuweze kuongeza sub county mpya, na hata hiyo tutapeana, na mimi mwenyewe nitakuja hapa kuanzisha sub county mpya hapa. Vile vile Mheshimiwa ametaja mambo ya usalama, na ni kweli wezi wa mifugo wameendelea kutatiza katika sehemu hii ya Tigania West, Tigania East na sehemu za Igembe. Na kuna ile ahadi ambayo serikali imetoa hapa, na nimesikia yale ambayo yametendeka. Kwanza nasema pole, lakini vile vile wakati nilikuwa pale Kiengo kama wiki 2 iliyopita, kuna zile ahadi nilitoa, na mimi nataka niseme ya kwamba nitarudi hapa siku ya Jumanne ili tukamilishe kazi ambayo imebaki hapa ya kuhakikisha kwamba tumemaliza mambo ya wizi wa mifugo once and for all.
Tumeahidi ya kwamba tutaongeza askari wetu wa polisi wa ziada, na kwa hivyo siku ya Jumatano nitakuja ili tuanzishe mfumo wa kuongeza National Police Reservists ambao tutatoa maofisa wa kutosha wa NPR ambao watasaidiana na polisi kufuata mifugo ambao wameubiwa na vile vile kushughulikia wale wakora ambao ni wezi wa ng'ombe. Na mimi nataka niwahakikishie hivi, hii shida ya wizi wa mifugo imekuwa donda sugu katika sehemu nyingi katika taifa la Kenya. Na mimi nikiwa nimetoka hapa Meru, nataka niwahakikishie ya kwamba vile tumekazana mpaka shida ambaye ilikuwa kule kaskazini mwa Rift Valley ya wizi wa mifugo imepungua. Mimi nataka niwahakikishie ile dawa tumeweka kumaliza hiyo shida, hiyo dawa tutaileta hapa nyumbani, na hii shida ya wizi wa mifugo tutakabiliana nayo na tutaimaliza. I want to say, for the avoidance of doubt, there is no way cattle rustlers and bandits can be stronger than the government of Kenya. And I know there have been incidents, and I want to appreciate the leaders from this area for supporting government efforts to minimize and to eradicate banditry. And I know we are not there yet. Lakini wale viongozi wameongea hapa, wamekiri ya kwamba sasa hivi sio kama zamani. Zamani tulikuwa tunapoteza watu wetu, tunapoteza mifugo wetu, na wale mifugo ambao wameibiwa hawapatikani. Siku hizi ng'ombe zetu na mifugo wetu wakiibiwa wanapatikana, ikiwemo mifugo 81 ambayo ilikuwa imeibwa katika sehemu hii wiki iliyopita, na baada ya siku 2 ile weekendi ingine zote zilipatikana kule kina na kurudishwa. Kwa hivyo hata hao mifugo ambao wameibiwa jana, mimi nataka niwahakikishie tutatafutana nao wakora na tutarudisha hao mifugo wote. Na tumeambia maafisa wetu wa usalama, haitatosha tena mifugo kurudishwa peke yake. Lazima turudishe mifugo pamoja na wale ambao walikuwa wameiba hiyo mifugo. Ndio tuwapeleke kotini. Lakini kwa sababu wakati mwingi hao wezi wa mifugo ni wajeuri, na wakati wanapatikana na mifugo wanaanza kutumia silaha dhidi ya maafisa wetu wa usalama, tumesema ya kwamba maafisa wetu, kama wezi wa mifugo watatishia maisha yenu na silaha, msiruhusu hiyo silaha iwapate. Tumia bunduki na silaha ulio nayo kuangusha mkora kabla haja kuangusha wewe ambaye ni afisa wa usalama. For the avoidance of doubt, we cannot have a country where armed criminals are using guns against officers wearing the uniform of the country that we call Kenya. Hatutakubali. Kwa hivyo wewe, hiyo bunduki, hiyo silaha uko nayo, ofisa wa usalama, usikubali mkora kutumia hiyo bunduki kuangusha mwananchi ama kukuangusha wewe. Lazima umwai na umwangushe akiwa wa kwanza. Hii kama tunaelewana. Simulisikia mambo ni hayo. Aidha wahame Kenya, au wawache wizi wa mifugo, au tuwasafirishe. Si watu wasafirishe. Wakikaidi amri tuwasafirishe. Wakianza kufiatua risasi, wakilenga maafisa wetu wa usalama, si wasafirishwe waende ile safari ya one way kwenda bila kurudi? Ama namna gani, mnasemaje? Si namna hiyo? Bas
ya mwisho tuko na maofisa wetu ambao tunapeleka pale Haiti, na mimi nataka niwahakikishie kwamba mimi niko na imani na uwezo na ujuzi wa maafisa wa polisi ya Kenya. Ndio umeona ya kwamba Umoja wa Mataifa umeuliza Kenya ichangie maafisa ambao wataungana na mchango wa nchi zingine ili kutengeneza ile kikosi ambayo itaenda kusaidia katika kuleta amani katika sehemu ya Haiti. Niseme ya kwamba hii sio mara ya kwanza Kenya kuhusishwa katika amani ya kimataifa. Maafisa wetu wa jeshi la taifa, maafisa wetu wa polisi ya Kenya wametumika katika kuleta mambo ya amani nchi mbalimbali, ikiwemo Namibia, ikiwemo Croatia, ikiwemo East Timor, ikiwemo Cambodia, Liberia, Sierra Leone, nchi nyingi sana, miaka ya 90, miaka ya 2000 mpaka sasa hivi tuko na maafisa ambao wanasaidiana na wenzao katika sehemu ya Kongo na katika sehemu ya Somalia. Kwa sababu nchi zingine zikiwa na matatizo, hata sisi tutakuwa na matatizo, because we are all one part of a shared humanity. Mimi nataka niseme, nihakikishie wananchi wa Kenya ya kwamba jana Baraza Kuu la Usalama wa Taifa limepitisha ombi la hao maafisa wetu 1000 ambao watajiunga na kikosi cha kuleta amani kule Haiti, na sasa mswada huo utaenda katika bunge letu la taifa na bunge la seneti. Na kama nilivyosema wiki iliyopita, serikali hii haitatumia njia za mkato ili kutekeleza jambo hili ambalo ni jukumu letu kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa. We are therefore going to follow the constitution of our country to respect the procedure for deploying our forces in Haiti, and therefore the Security Council has already concluded the request, and we are expecting the Houses of Parliament to debate the matter soberly, patriotically, and in the best interest of the country, and give us an okay so that our officers can go with the full blessing of the people and the government of the Republic of Kenya. Mimi nataka niseme ya kwamba hata kama kuna vijana wetu ambao tutapeleka kule ili wakuwe na ujuzi hata zaidi wa kimataifa, vile vile hatutahujumu usalama wa taifa kwa sababu tuko na maofisa wa kutosha. Kenya has enough security officers, and what we want to improve on is the deployment and the skills, mixing of skills, because like the issue we have here in Gembe and Tigania, this matter will be resolved because we are trying to introduce specialized units with special skills. It is not that we don't have enough officers, it is only that we need to tackle the problem using perhaps a unique, specialized approach. Kwa hivyo mimi nataka niwahakikishie kwamba hii mambo ya wizi ya mifugo in a short while itakuwa hadithi, watoto wetu watakuwa wanapewa hadithi vile zamani kulikuwa na shida ya wizi wa ng'ombe. We will finish it. Na mimi siwezi kuwa waziri ambaye atakabiliana na wakora wa kule Turkana na Samburu na kule Lamu na Kenya nzima, alafu nishindwe na wakora ambao wanaumiza watu wetu hapa nyumbani Meru. Haitawezekana. So I'm pleading for patience. On Tuesday I'll be back. Nitarudi sehemu hii siku ya Jumanne Mungu akinijalia. And in a short while we will have peace. Kwa hivyo mimi nataka niachie hapo, na vile vile nataka niseme ya kwamba Mheshimiwa Mutunga
hao watoto waliimba hapa mambo ya basi, nilikuwa nafikiri utasema CDF itanunua na hukusema. So kwa sababu hukusema, sasa hata mimi sitasema kitu, kwa sababu lazima iwe joint effort yangu na mheshimiwa, ni ndugu yangu. Siwezi nikakuachia peke yako na hata wewe huwezi kuniachia peke yangu. Ama namna gani? Si ndugu ni kufaana, sio kufanana. Uko hapa. Basi ni pesa ngapi?